Mfano, kuna sheria za kubadilisha ambazo zilikuwa zimetungwa kulingana na mazingira ya kipindi hicho. Mfano, kuna sheria ile ambayo inamlinda mtoto wa kike, hususan mwanafunzi ambaye bado yuko shule. Na sheria ile ilikuwa inasema endapo mwanaume au mvulana yoyote akimpatia binti ujauzito ambaye bado yuko shuleni, basi kifungo chake ni miaka 30 jela. Kwa kipindi kile, mazingira na umbali wa shule hayakuwa rafiki sana kwa wanafunzi wa kike. Kwa hiyo sasa, na kwa sababu taifa lilikuwa lina nia nzuri, kwa maana lilikuwa lina uhitaji wa wanawake katika mgawanyo wa nafasi au mgawanyo wa ajira, sababu idadi yao ilikuwa ni chini sana kwa takwimu za kipindi hicho. Kwa hiyo sheria ile ilikuwa inawalinda watoto wa kike ili wakue katika ujuzi, katika maarifa, na nafasi hizo ambazo serikali imezizamiria katika mgawanyiko, basi wawepo. Leo tuna wakuu wa mikoa wanawake, tuna wakuu wa wilaya wanawake, tuna wakurugenzi wanawake. Sasa sheria ile ilikuwa ni mahususi kwa ajili yao, kwa sababu serikali ilikuwa ina uhitaji wa hao wanawake. Sasa ni jambo zuri na la kupongeza, sababu ni sheria ambayo ilikuwa imetungwa kulingana na mazingira. Lakini kwa sasa hivi mimi nafikiri inahitaji maboresho kulingana na kisa cha mtu ambaye na muhifadhi nilichokisikia, kwamba kuna bwana mmoja mwenye umri wa miaka 24 ambaye ni wa Arusha. Alikuwa anakwenda gerezani kwa ajili ya kumtembelea mzee wake, kwa sababu aliambiwa kwamba kile kipindi anatafuta kuweza kujua baba yake ni nani, aliambiwa bwana, mzee wako yuko ndani kwa sababu alimpaga mimba mama yako, ambaye mama yule tayari ameshaolewa kule. Kwa sasa mtoto akatafuta ndugu wa upande wa baba. Kwa hiyo wakafanyeje? Wakamwambia hali halisi, sababu kule alipokuwa analelewa, maana mama alimwacha huko kwa wazazi wake. Kwa hiyo baada ya kuambiwa hali halisi, akafanya jitihada pamoja na baba wadogo zake, wakawa ni sehemu ya kwenda gerezani kupeleka chakula, sababu mzee alifungwa miaka 30. Sasa mimi nikaja nikafanya uchambuzi kwa haya anayoyaongea, kwamba namna gani jinsi yule kijana aliumia kisaikolojia. Kwa hiyo ni sheria nzuri, lakini kwa kipindi cha miaka ya sasa hivi 2024, 2025, 2026 na kuendelea, inatakiwa kidogo iboreshwe ili isije ikamuumiza huyu kiumbe ambaye amezaliwa pale anakuja kujitambua katika miaka 18, alafu ikamuumiza kisaikolojia. Sababu kwa sasa hivi tumeona vijana wadada ambao wameolewa katika makuzi ya mama tu au makuzi ya baba tu, wakitafuta mama zao, wakitafuta baba zao. Kwa sheria hii iangalie kama wanaweza wakaiboresha kwa kupunguza kutoka miaka 30 mpaka miaka 15 au miaka 14, sababu wao ndio wanaweza, ili sasa endapo kijana yule au binti huyo ambaye amezaliwa kwa mazingira hayo
na mzazi mmoja yuko ndani, binti huyu au kijana huyu anapofikisha miaka 16, miaka 15, miaka 14, waga ndio huwa akili inakuja katika kujitambua kwake, wazazi wake, kwa nini baba hivi, kwa nini mama hivi. Kwa nafikiri tusiwaumize pia kisaikolojia, tu balance mambo, kwa maana kutoka miaka 30 au miaka 15 au ikiwezekana kabisa ifutwe sheria hiyo, ikiwezekana kabisa